Ndugu zangu, niliposimama hapa nimesema siamini macho yangu. Kwa hivyo kwanza kabisa leo navunja mwiko, kazi aliyoifanya mwenyekiti na ianza mimi kuwashukuru sana na kuwapongeza kwa mahudhurio ya aina yake leo. Asanteni sana. Nitaliacha hapo ili mwenyekiti wangu ajaliendeleza. Ndugu zangu, nimesema siamini macho yangu, ni furaha iliyoje. Na nafurahi kwamba Pemba inaendelea kutoa darasa na somo la kisiasa. Leo ni ithibati nyingine kwamba maalimu wetu, Mwenyezi Mungu amlaze pema, alipoondoka duniani wanafunzi wake wote wamehitimu. Wanafunzi wote wamehitimu. Wamehitimu kujua kwamba sisi hapa hapendwi mtu, tunapenda nchi yetu kwanza. Wamehitimu kwamba sisi hatutafuti mtu kijio, hatutafuti mtu bunge na uwakilishi wala urais. Zote hizo ni njia tu. Sisi tunaitaka nchi yetu, na mwaka huu inshallah tutaitia mkononi Oktoba 29. Kwa hivyo mimi nafurahi kwamba Pemba inatoa somo, lakini kikubwa Kiwani inaonesha mfano wa pekee katika kisiwa cha Pemba. Ndugu zangu, na kazi yangu wanaifanya na nitaifanya, lakini leo kwanza na salamu zangu kwa mtu mmoja anaitwa Hemedi. Huyu ndugu zangu, mimi simchelei, na shahidi wangu ni mwenyekiti wangu Mheshimiwa Othman Masoud. Siku moja wakati ilipoundwa ile kamati yao ya uongo na kweli ati ya maridhiano, tutafute maelewano kuhusu uchaguzi, ilikuwa na wenye viti wawili. Upande wetu alikuwepo chuma cha pua, mwana kindaki Othman Masoud Othman. Na upande wa pili alikuwa Bahemedi. Tulimwekea heshima sana, si kwa sababu hatuyajui aliyoyafanya, lakini tulikuwa tunatafuta kujenga. Lakini Mwenyezi Mungu akataka kutuonesha kwamba huyu hastahiki hili. Mwenyewe tunazungumza athari yaliyotokea 2020. Yeye akatuambia kwamba hana taarifa hizo wala hajui kama kumetokea maafa yoyote Pemba. Lakini tizama, Mwenyezi Mungu akitaka kumfedhehesha mtu anasema hajui kama kumetokea maafa, hapo hapo anamtuhumu mtu ambaye hayupo tena duniani, marehemu Maalim Seif, kwamba ndiye aliyesababisha aliyotokea. Sasa unajiuliza mtu,
yametokea hayakutokea. Kama hayakutokea, huyu mtu kayasababisha vipi? Nikamwambia mbele ya macho yake kwamba usimtuhumu mtu ambaye hayupo, hawezi kujitetea. Aliyesababisha mauaji ya Wapemba ni wewe Hemedi. Alibadilika rangi zote. Bahati nzuri siku ile mwenyekiti wa zamu wa kikao alikuwa Mheshimiwa Othman. Akamwambia, vumilia kama sisi tulivyovumilia uliposema yako. Lakini alikuwa mkali. Nikamwambia, unakataa nini? Wewe ukiwa mkuu wa mkoa na wenzako ndio mlopanga na mkaendesha maafa yaliyotokea Pemba, watu 17 kisiwani Pemba wakafa. Leo wewe unajitetea kwa mgongo wa maiti ambaye hayumo, hawezi kujitetea. Na ndugu zangu, tangu wakati huo, si mara moja, si mara mbili, si mara tatu, swala hili kila likiibuliwa baraza la wawakilishi na wawakilishi wetu ambao ni wachache tu, yeye kauli yake siku zote imekuwa imebakia pale pale kwamba yeye hana taarifa hizo. Anajaribu kujifunika wakati kila mtu anamuona. Leo katika idhilali zile, na kuulizeni ndugu zangu, Kiwani ilisalimika? 2020 Kiwani ilisalimika? Hamkupigwa mabomu yalorindima kisawa sawa hapa? Leo watu waliowapiga mabomu jumla yake naambiwa 71. Leo ati anakuja kuwaomba kura. Leo kajua kama Kiwani kuna watu wanaostahiki kuombwa. Alipowapiga mabomu kesha sahau. Na mimi hapo nitamshangaa sana mwana Kiwani ambaye atayasahau haya akaghilibiwa kwa mambo ya kupita. Maana haya mambo ya kupita tu ndugu zangu. Mimi namuona kwenye viklipu vyake, ati leo anajua kupita vijumbani akisalimia wagonjwa. Aliwahi kupita huko kabla? Kulikuwa hakuna wagonjwa Kiwani? Nataka kuigiza mila za watu. Hizi mila zetu kaziasisi Maalim Seif, wanaziendeleza wanafunzi wa Maalim Seif. Nyinyi yenu maigizo tu. Leo wewe makamu wa pili wa rais, kwa madaraka wewe ndio msimamizi mkuu wa shughuli za serikali. Mawaziri wote wako chini yako kwa mujibu wa katiba. Katiba inasema Baraza la Mapinduzi litawajibika mbele ya Baraza la Wawakilishi chini ya makamu wa pili wa rais, kwa sababu yeye ndiye anasimamia shughuli za kila siku za serikali. Sasa leo nikisikiliza kila klipu, anaahidi hichi, anaahidi kile. Wewe kama makamu wa pili wa rais, sekta zote, mawaziri wote wanawajibika kwako mbele ya Baraza la Wawakilishi. Huku yafanya haya miaka 5
ukiwa makamu wa pili wa rais utakuja kuyafanya ukiwa mwakilishi? Uko nyuma wangetuambia kwamba jimbo silao. Miaka 5 iliyopita si wamepora jimbo hili? Huyo mwakilishi na mbunge wa CCM waliokuwepo kafanya nini? Tena ni tofauti na mbunge na mwakilishi anayetoka upinzani, kwa sababu huyu hajapata kuwa chama chake kushika serikali. Huyu atakuwa na hangaika yeye mwenyewe. Nyie mna serikali, hamkuchaguliwa, mmedhulumu, mmekanyaga damu za watu, mkaingia Ikulu kwa mabavu. Leo damu zile zina hukumuni, mnatoka Oktoba hii mkitaka msitake biidhnillah. Kama mvuvi wa pweza, kama mvuvi wa pweza. DJ ongeza pale, mwambie mlingoti chuma na bendera chuma, pia kamba. ACT Wazalendo. Kwa hivyo ndugu zangu, nakwambia haya hakuyafanya, na nyinyi mashahidi. Alikuwa mkuu wa mkoa wa Kusini, hakufanya chochote hapa. Kawa makamu wa pili, hajafanya chochote, hata hakujua kama ana jamaa zake huko. Leo tena ati leo anajua kuna wagonjwa, leo anajua kuna watu wazima, leo anajua kusali misikiti ya Kiwani. Tutakutana Mwambani tarehe 29 Oktoba. Bendera chuma, mlingoti chuma na kamba pia chuma mwaka huu inshallah. Ndugu zangu, huyu mtu alivyokuwa mbinafsi na thaqili, achilia mbali kweli, hata ndani ya Chama cha Mapinduzi chenyewe kamfanyia khiana mwenzake. Kamwambia aliyekuwa mwakilishi yeye akagombe ubunge ampishe kwenye uwakilishi. Akamwambia atahakikisha anakuwa mgombea, badala yake akaenda akachukua takataka zake akapeleka pale kwenye ubunge. Kamwendea kinyume huyu wake mwenyewe, atakuja kukumbuka nini akishapata? Na matokeo mnayajua, ni watu wa Kiwani. Sitaki hata kumtaja jina mimi, lakini mgombea aliyomleta katokea wanne, akalazimishwa atangaze wa kwanza. Yeye mwenyewe mgombea peke yake kura 155 zimemkataa kwenye chama chake mwenyewe. We una mdomo gani? Funga mdomo tukustiri hapa Kiwani. So insafu kheri kuwa naye mbali, usilete tasnifu kuchezewa sikubali. Mtu wa so insafu kheri kuwa naye mbali, usilete tasnifu kuchezewa sikubali. Leo tena na nikwambieni moja, kama anafanya hayo kwa kutegemea anarudi umakamu haupo, Rais Othman Masudi inshallah visiwa hivi.
hiyo nafasi ina mwenyewe, na mimi Mheshimiwa Othman keshanong'oneza nani makamu wake wa pili wa rais inshallah. Ingekuwa siku utoa utamu nikaharibu maadili ya watu ningekuambia, lakini naufunga mdomo wangu. Niliwaambia Unguja, poweni roho zenu, hawa wanaondoka. Rais Othman Masudi keshapanga safu kamili ya serikali yake inshallah. Na inshallah chini ya serikali hiyo mtafurahi mkiona mabadiliko makubwa katika visiwa hivi inshallah. Ndugu zangu, nende katika ila pili ambalo ndio ajenda yangu siku zote. Ndugu zangu, nimekuwa nikizungumza ufisadi kila mkutano. Nimekuwa nikizungumza ufisadi katika kila mkutano. Na nikwambieni, haya Hemedi anayajua, kwa sababu yeye mwenyewe analalamika. Tena mara nyingine akishamzidi analalamika mpaka kwetu kuhusu ufisadi wa serikali ya bosi wake. Alafu leo unakuja kuleta unafiki. Sasa leo ndugu zangu, nataka nikwambieni kuhusu yaliyopo, jinsi watu wa nchi hii wanavokandamizwa, wanavochukuliwa fedha zao, wanavoibiwa, hata katika jambo muhimu kama afya zetu. Nakumbuka siku ya mkutano wa mkoani nilizungumza sekta ya afya. Leo mahsusi nataka kuzungumzia hichi wanachokiita ati bima ya afya. Kwanza mjitoshe jambo moja tu, wao wanadanganya kwamba ni bima ya afya, lakini jina lenyewe halionyeshi kama ni bima, na inavyotekelezwa pia haionyeshi kama ni bima. Kwa sababu inaitwaje? Zanzibar Health, wanasema Zanzibar Health Services Fund au Zanzibar Health Security Fund, mfuko wa huduma za afya Zanzibar. Unawakata wafanyakazi wa serikali bila khiari zao kila mwezi. Wanaambiwa wanachangia bima ya afya, lakini hiyo inayoitwa bima ambayo hata jina lake halionyeshi kama ni bima. Ukiwa na bima ya afya ndugu zangu, ukiumwa unakuwa na khiari ya kuchagua hospitali unataka kutibiwa. Wajibu wa bima yako ikulipie kwa mujibu wa hospitali uliochagua. Leo hawa unakatwa bima ya afya mfanyakazi wa serikali, lakini unalazimishwa ukiumwa lazim uende kwenye hospitali zao ambazo nyote mnazijua huduma zilivyokuwa mbovu. Bima hii una maradhi ambayo unalazimika ukatibiwe Dar es Salaam, haitumiki. Lakini tazama ubinafsi, uzandiki na unafiki wao. Wafanyakazi wa serikali wamewalazimisha kuwakatisha bima yao, lakini wakubwa wao wote wameng'ang'ania bima ya afya ya bara NHIF. Mawaziri wa Zanzibar, manaibu waziri wa Zanzibar, wabunge wa Zanzibar, wawakilishi wa Zanzibar, wote wanakatiwa bima. Tena hawakatwi, wanalipiwa na serikali fedha zenu.
wanakatiwa bima ya afya ya bara, sababu huduma zake ni bora na kubwa. Nyinyi mnalazimishwa. Hakuna bima jamani, uhuru wa mtu achague anayoitaka. Lakini balaa sio hilo, ukwapuaji wa fedha za watu maskini. Leo mfanyakazi huyu anayekatwa kila mwezi anaambiwa hiyo bima yenyewe au hiyo hifadhi ya afya inavyoitwa ni kwake yeye na wanawe tu, tena wanawe ambao hawajatimia miaka 18. Mtu mkewe au mumewe au mama au baba, bima hiyo ya afya akiumwa haimhusu yeye. Mke au mume au baba au mama akiumwa umlipie 213,000 kama nakumbuka vizuri za ziada akatibiwe. Sasa hii bima faida yake nini? Upigaji tu. Ndugu zangu, wewe unalipa bima umewekewa kiwango, baadhi ya mambo hulipiwi, lakini tazama sasa, unalazimishwa ukatibiwe katika hospitali zao, lakini tizama wanavyotengeneza faida kwa migongo ya afya zenu wananchi, hasa watumishi wa serikali wanaokatwa fedha hizo. Mwaka 2024 2025, mwaka wa fedha 2024 2025, mfuko umekusanya takriban bilioni 40, lakini zilizotumika kuhudumia kulipia wafanyakazi walioumwa ni bilioni 10 tu. Pana ngapi zimezidi hapo? Bilioni 30. Hizo manake ni milioni 30,000. Ukitaka kuona uhalisia, mwaka huo wa fedha 2024 2025, kwa miezi 9 ya mwanzo, robo tatu za mwaka, kuanzia Julai 2024 mpaka Machi 2025, mfuko ulikisiwa ukusanye shilingi bilioni 48.24. Mpaka kufikia Machi umeshakusanya bilioni 35.53. Hiyo ni 74%. Lakini tizama jinsi fedha wanaokusanya huku huduma haimfikia anayelipa bima. Wamekusanya ngapi? Nimekwambieni bilioni 35.53, lakini zilizotumika hasa kulipia huduma za afya kwa wafanyakazi walioumwa ni bilioni 6.10 tu. Kwa nini ndugu zangu? Kwa sababu wafanyakazi wengi hawajaridhika. Mtu inabidi awe na bima hii alilazimishwa kulipa, akatafute na ile bima ya bara ili awe na chaguo lake akiumwa. Fedha zote, matokeo yake hizi fedha bilioni 34 ambazo ndo baka kwa mwaka mmoja tu wa fedha bilioni 34, mfuko huu wa afya unasema ati umewekeza kwenye mabenki. Umewekeza katika benki ya watu wa Zanzibar PBZ, benki ya NBC na benki ya CRDB. Bilioni 34 fedha za wafanyakazi wanazokatwa kwa lazima kwa bima ya afya. Na katika hizo vile vile bilioni nyingine 10 zinaambiwa ati zimewekezwa
katika ule upuuzi wao waliokuwa wakitangaza dunia nzima na mabango wakiita sukuk, ambapo hakuna moja lilosukuka, yote yameangamia. Hawa ndugu zangu hawana mipango. Kama nilivyosema, wao wakubwa wote wamekatiwa Royal VIP bima ya afya ya bara ya NHIF. Sasa ndugu zangu, huu ni mfano mwingine wa vipi nchi hii fedha zipo, fedha za wanyonge zinazochukuliwa zikenda zikafisidiwa, hazirudi kuwatumikia nyinyi ndugu zangu. Ndio maana tunasema nchi hii si masikini. Kila tunapopagusa mnatusikia tunazungumzia mabilioni. Hakuna pahala penye milioni, kila pahala ni mabilioni. Lakini hali za wananchi mnajiona nyewe wenyewe kiwani hapa. Msoma utenzi kamaliza maneno yote hapa, kasema unaingia bafuni kukoga, unaitafuta sabuni, kumbe imezama kwenye mashimo ya bega hapa. Kila mmoja dhoful hal. Chakula nchi hii bado raia anahangaika, wakubwa wanakusanya mabilioni wakiafisidi. Ndugu zangu, nchi hii inataka mabadiliko. Nchi hii inataka mabadiliko, na tujifunze kwa wenzetu ndani ya Afrika hii. Tangu mwaka jana mabadiliko yametokea, na hoja kubwa imekuwa ni ufisadi. Kama hapa kwetu Senegal kule aliyekuwa rais Macky Sall, kwa ufisadi wake wananchi walimng'oa, wakamuweka rais kijana kabisa Bassirou Diomaye Faye. Mauritius, kisiwa kama sisi, alikuwepo Jagnot, waziri mkuu kule, mfumo wa waziri mkuu ndio mwenye madaraka, kafanya mabadiliko makubwa lakini na ufisadi mkubwa, wakamng'oa, wakamuweka Ravin Namgulam na chama chake Ramgulam. Botswana, rais Duma Boko kachaguliwa, wakamuondosha rais aliyekuwepo kwa sababu ya ufisadi. Na kabla ya hapo Zambia, wakamuondosha Lungu, wakamuweka Hakainde Hichilema. Juzi siku 3 zilizopita, Seychelles, visiwa kama sisi, wamemuondosha Ramkalawan, wakamchagua rais mpya anaitwa Peter. Ndugu zangu, upepo unakuja. Upepo huu inshallah tarehe 29 tukijaliwa biidhnillahi taala unakwenda kuing'oa serikali ya kifisadi ya bwa mdogo na kumuingiza madarakani Rais Othman Masoud Othman, akatunyoshe nchi.